Hamjambo wa Kenya, leo ni siku njema Mungu ametupatia tuishi kama wa Kenya. Kwa sababu Kenya hii yetu kuamka ni kushukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu haujui kama unaweza kuamka kesho. Ninashukuru Mungu kwa kuwa amekuwa kiongozi mwema wa taifa letu na kiongozi mwema wa hii nchi yetu. Hata kama tunapitia mambo mengi, Mwenyezi Mungu amekuwa pamoja nasi na tunashukuru. Mimi ni Reverend wa kanisa la ADC na niko hapa kuongea na serikali yetu ya Kenya na Mheshimiwa Rais ya kwamba Rais ujipatia wakati wa kuongea na vijana na taifa kwa jumla. Watu ambao wanakuzunguka wasifanye kwamba ukuje ukapoteza focus. Ni kwa sababu taifa letu halitakombolewa ama halitasimamishwa na vita katikati ya polisi na wananchi. Kumbuka, wewe mwenyewe, wewe ndio uliahidi vijana ya kwamba utawatendea haya, utafanya hili, utawapatia kazi, hawatateseka tena, hawatatekwa nyara. Haya yote uliahidi wa Kenya. Lakini ni ajabu ya kwamba ambayo uliahidi yote hayo ndio yanatendeka. Vijana kutekwa nyara, watu kutekwa nyara, ushuru, tax zimeongezeka, kwa kila kitu Wakenya wanateseka kwa sababu ya mzigo mzito. Cha pili, kutoheshimu maamuzi ya koti, kutoheshimu maamuzi ya mahakama. Kwa mfano, katika mwenyekiti wa IEBC, mahakama ilisimamisha kuteuliwa kwake, lakini wewe rais umeendelea mbele na kuwateua makamishna wa IEBC. Hiyo ni makosa ya kuonyesha kwamba haujali sheria ya hii nchi. Utafanyaje rais ikiwa mwananchi atakataa kutii? Na wewe ndio mfano mzuri wa kuonyesha wananchi kutii sheria. Kama wewe mwenyewe utakataa kutii sheria, unataka mwananchi atii sheria gani? Nauliza tu, si kwa ubaya, na heshima kubwa kabisa. Ikiwa wewe mwenyewe utakosa kutii mahakama zetu tukufu za Kenya, unatarajia namna gani mwananchi wa kawaida ama kijana huyu wa kawaida ama mtoto ama mzee huyu wa kawaida atii sheria, na ilhali wewe mwenyewe kama kiongozi mfano wa watu wote unakataa kutii sheria na kutii court order? Rais, jua ya kwamba wakati mmoja madaraka yanaisha. Na mimi nataka kusema ya kwamba vijana hawa wetu ambayo wanapigania ni mambo uliwaahidi rais, lakini serikali yako na viongozi walio katika serikali wamekuwa ni watu wa kujipiga vifua, wamekuwa ni watu wa kiburi mingi, wamekuwa ni watu wa maringo mingi. Wamama kwa wazee ambao wako kwa uongozi wa saa hii wamekuwa ni watu wa maringo mingi, watu wa kiburi, watu hawasikilizi wananchi. Badala ya kulipa wananchi ambao waliwachagua na mambo mema, mnalipa wananchi kwa kuwapiga risasi. Mnalipa vijana waliowapigia kura, malipo yao ni kuwapiga risasi. Asante yenu ni kuwapiga risasi. Mbona rais, kama kiongozi wa taifa ambao uko tayari kushikanisha taifa, kuunganisha taifa, mbona usikae chini na kufikiria vizuri mambo ya hawa vijana? Mbona usikae chini rais, ujue kwamba Wakenya wanafinyika, Wakenya wanalala njaa, Wakenya wanaumia, Wakenya wanatekwa nyara na serikali yako
Wakenya wanauawa. Na ndiposa mimi kama Reverend ninakuambia rais ya kwamba hatuendelei vizuri katika nchi hii yetu ya Kenya. Hatuendelei vizuri katika hii nchi yetu ya Kenya. Na wewe kama kiongozi lazima uwe tayari kukabiliana na haya maneno yote. Ukweli ni ya kwamba hii nchi yetu haiendi vizuri. Na ni lazima usimame kama kiongozi. Usimame kwa sababu ya mwananchi. Hii sauti ni ya Mungu. Hii sauti ya wananchi ni ya Mungu. Hii sauti ya vijana ni ya Mungu. Na kitu ambacho tunahitaji katika hii Kenya hii ni mabadiliko, ni mabadiliko. Weka ukikaa pale kwa kiti cha uongozi, jua hii Kenya tunahitaji mabadiliko ya maendeleo. Tunahitaji maendeleo. Tunahitaji Wakenya wajihisi ya kwamba ni Wakenya kabisa. Si wachache wanajisikia Wakenya na wengine wengi wanajisikia kama watumwa katika nchi yao. Hii nchi yetu ni yetu sisi wote. Ni yetu mimi na wewe rais. Ni yetu na hawa viongozi. Ni yetu na hawa vijana ambao wanapigwa marisasi. Na ni lazima tuwe tayari kutetea hii nchi yetu. Ni lazima kama rais simama kwa sababu ya mwananchi ambaye alikupigia kura. Na wale ambao wanakusunguka, washauri wako, lazima ujue ni nani mshauri wako. Si watu wa kukupotosha. Kwa sababu hii Kenya tunahitaji kuendelea mbele. Hatutaki vita kati ya polisi na vijana. Kwa sababu hii Kenya penye imefika, kuna nyinyi wanasiasa mumetengeneza uadui kati ya polisi na mwananchi. Hii ni mesi yenu yote. Hii ni makosa ambayo mumefanya kama wanasiasa. Lakini mumeanza kuingisha polisi ndani yenu waweze kuumia kwa sababu ya makosa ambayo nyinyi mlitengeneza. Polisi alikuwa karibu wakati mlikuwa mnaahidi mwananchi? Hakukuwa karibu. Polisi alikuwa karibu wakati mlikuwa mumeahidi wananchi mambo mengi? Polisi hakuwa karibu. Wakati mnapandisha ushuru, polisi alikuwa karibu? Hakukuwa karibu. Na mbona sasa vita zenu, mesi yenu ambayo mumetengeneza, utafauti wenye majitako yenu, kiburi chenu kinawafanya mpaka hii mambo mumeweka polisi ndani, polisi wanaumia, polisi wanaumizwa na wananchi, wananchi wanapigwa marisasi na polisi. Angalieni. Polisi na mwananchi ni ndugu zetu. Hafai hata mmoja kuumia. Hafai hata mmoja kuumizwa. Wananchi hawafai kuumiza polisi. Naye polisi hafai kupiga mwananchi risasi. Sisi zote tunafaa tukae kama ndugu wa Kenya moja. Lakini ya makosa yote ni ya wanasiasa. Mnajigamba na maringo mingi mkisema hamwezi kutishwa. Ni kwa sababu mnasimama nyuma ya hawa ndugu zetu polisi. Ninarejelea tena, polisi ni ndugu zetu. Hafai hata mmoja, hafai hata raia kupiga polisi ama kumuumiza. Huyo polisi ni mume wa mtu, ni baba ya watoto, ni mtoto wa mzee na mama fulani. Hafai kuumia. Huyu raia hapaswi kupigwa risasi. Hapaswi kupigwa risasi. Huyo raia ni mtoto wa baba na mama. Huyu raia ni mume wa mtu wa mwanamke fulani. Huyu raia ni mume wa mwanamke fulani na baba ya watoto fulani. Hafai kukufa kwa sababu ya risasi. Na lawama zote ni zenu wanasiasa, viongozi ambao mko pale, ya kwamba mumesahau mwananchi aliyowachagua. Na ninarudia kusema kwamba huyu mwananchi aliyowachagua, malipo ya ambayo mnamlipa ni kumupiga risasi. Na ifai kamwe viongozi
viongozi, mukicheza mutachoma inchi na inchi ni yetu. Mukicheza mutachoma inchi na inchi ni yetu. Kumbuka ni wakati munakuwa na majivuno, mukisema mwezi tishwa, mwananchi wakati atasimama, hawezi jali kama ni vifaro vya wanajeshi, hawezi jali ni nini, lakini nguvu zote ziko na huyu raia ama mwananchi. Mufikirieni sana. Wacheni kufanya maneno na maringo na kiburi. Jueni mumechaguliwa na wananchi hawa, mnawapiga marisasi. Hii ni taifa letu, hatutaki liharibike. Asanteni.